Tuna meza ya Bwana na tuna mambo tu mengi siku hii. Mtaweza kufungua kitabu chenu katika kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi 92. Kitabu cha Zaburi 92. Kwa haraka tu, kitabu cha Zaburi 92. Tutasoma mstari wa kwanza aliyoweza kupata. Ni vyema kushukuru Mwenyezi Mungu. Niimbie sifa jina lako, Ee Mungu mkuu. Vyema kutangaza fadhili zako asubuhi, na uaminifu wako nyakati za usiku. Mstari wa 3. Asante, nisema 92:1. Ni vyema kushukuru Mwenyezi Mungu. Andiko takatifu limesema tu ni vyema kushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo leo nimekuja nikaweza kukuambia ya kwamba ni vyema sisi kushukuru Bwana kwa ajili ya kila jambo, kwa sababu shukurani ni kanuni ya kiroho, sio kimwili. Shukurani inafanya kazi katika kiroho wala sio katika kimwili. Kwa hivyo ni vyema kushukuru Mungu, na Mungu tunamshukuru katika hali yoyote, licha ya kwamba ninataka kupitisha katika watu wa Mungu karibu 3 hivi walio katika Biblia katika Agano la Kale, jinsi ambavyo waliweza kushukuru Mungu na waliomshukuru kwa sababu gani, kwa sababu ya nia gani. Lakini kwa kwanza ujue tu ya kwamba shukurani ni kanuni ya kiroho. Mtu ambaye hana shukurani, hakika kwa kifupi tu, mtu huyo hastahili mbele za Bwana. Tunao watoto ambao tumezaa na tunao mambo ambayo tunawafanyia katika maisha. Siku ile mtoto wako amekuja na kusema ninashukuru baba kwa ajili ya jambo hili na lile. Mwingine akaja akasema ninashukuru mama kwa ajili umenifanyia hili na hile. Lakini kuna yule atakayekuja na kusema ninashukuru Mungu kwa wewe kuwa baba yangu. Praise the Lord. Just thanking you for being the parent and being there. Praise the Lord. Inakuwa ni jambo muhimu na ni jambo mzuri na ni jambo nzuri sana, kwa ajili unasikia furaha iliyo ya maajabu, kwa sababu mtoto huyo ameweza kukutambua kuwa wewe ni baba na wewe ni mama. Praise the Lord. Kwa hivyo jambo hili ndio nikakwambia ya kwamba ni kanuni ya kiroho, kwa sababu unapojisikia jinsi ulivyo. Je, na wewe unapoenda mbele za Bwana na kumshukuru Mungu wako, anasikia vyema, anasikia vizuri mahali alipo? Mtoto aliye wa shukrani mara nyingi huwa akitaka jambo fulani kwa baba yake ama mama yake, huwa anaweza kupata rahisi kwa sababu ya ile shukrani. Ni kanuni ya kiroho. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo shukrani hiyo huwa inakuza mkono wa Mungu mpaka ukaweza kutoka mahali alipo. Ndiposa ukaona sadaka ya tumesema juu ya Abel na Kaini. Ukaona sadaka moja ikapendeza Mungu na nyingine ikakosa kupendeza Mungu, kwa sababu ni jambo la kiroho. Umetoa jambo hili. Bwana asifiwe. Mfano, mtoto ambaye anakuja kusema kutoa shukrani kwa sababu tu anataka mzazi ajue, lakini haitoki ndani ya roho yake. Unaweza ukaona tu, praise the Lord. Utaiona kwa sababu haikutoka katika rohoni mwake. Kwake yeye si jambo la kiroho. Amefanya kama kidunia, kwa sababu
ni lazima akaweze kufanya hivyo. Na kwa hivyo mtoto huyo anapokuja kushukuru, huwa unasema mwanangu, ubarikiwe dunia hii, kakufungulia milango ukaweze kwenda, wengi tunasema Ulaya, ukaweza kubarikiwa hapa. Mwanangu, kapate mume mzuri atakaye kulinda kijana yangu, ubarikiwe upate mke mzuri mtakayeishi vizuri. Unapatia mtoto wako baraka katika mazingira ya kibinadamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Vivyo ndivyo Mungu anafurahi wakati unaenda mbele zake, kwa sababu jambo hilo hukufungulia wewe milango, jambo lile hukuletea ushindi, na hata jambo lile huonyesha imani yako katika Mungu. Praise the Lord. Inaonyesha imani ulio nayo katika Bwana. Ndiyo maana nikasema hata kama tuna mambo mengi ambayo tunafanya, ni lazima mwaka huu tukaweze kuambia Mungu asante, shukrani kwa ajili ya Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and now we are doing December. Praise the Lord. Praise Jesus. So, Zaburi 104 inasema nini? Zaburi 104 ni jambo linalojulikana, ama ni basi linalojulikana sana, unaweza ukaisema hata bila kuangalia Biblia. 100 verse 4. 100 verse 4. Ingieni malangoni mwake kwa shukrani. Ninataka ukaielewe namna hii ya kwamba unaenda kuingia katika mlango, inamaanisha kama una ombi unaenda kuomba bado hauchaomba, kama una shida unataka kuelezea bado hauchaingia ukaketi ukaeleza. Lakini andiko takatifu linasema ingieni malangoni mwake na shukrani. Praise the Lord. Ninataka nikakwambie jambo hili. Shukrani haishikani pamoja na ombi. Shukrani ni jambo la kipekee. Shukrani haisemwi kwa sababu ombi lako limejibiwa. Shukrani ni shukrani ya kipekee. Praise the Lord. Hallelujah. Ina umuhimu na maana ya kwamba unaweza kushukuru kabla haujapokea, unaweza ukashukuru baada ya kupokea, unaweza hata ukashukuru kwa ahadi tu, haujui kama itatimia, lakini kwa imani yako unajua kwamba jambo hili litakuja na kutimia. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hivyo tuingieni malangoni mwake kwa shukrani. Mtu wa kwanza nitakayeangalia katika andiko takatifu ni Noa, na tutaweza kumpata katika Mwanzo 8 usome 20. Mwanzo 8 tusome 20. Akamtolea Mungu sadaka ya kuteketezwa. Mwanzo 8:20 inakuja baada ya karika. Kumekuwa na karika, na unajua watu waliangamia, na watu hao walipoangamia
Nuhu alikuwa katika meli ambayo iliweza kuelea na akawa ametwaa, wanasema kila aina ya mnyama. Bwana asifiwe. Katika ile meli ama taita nini, kulikuwa na kila mnyama, kulikuwa na binadamu, kulikuwa na kila jambo. Inamaanisha ndani mule hata nyoka alikuwemo, mume na wa kike. Haleluya. Inamaanisha tulikuwa na kila kiumbe cha mnyama, lakini viumbe vyote vilitii vikaweza kukaa mahali pamoja. Ina maana ya kwamba hata the lion pia ilikuwa mule ndani, kwa sababu Biblia imesema kila kiumbe, jike na ndume. Na hatujaelezewa kama kulikuwa na compartments ya kwamba the lion ifungiwe mahali fulani. Zote ziliweza kukaa pamoja, na Mungu akiweza kuamua kila jambo ya kwamba litaweza kufanyika, linafanyika kwa hiari yake. Bwana asifiwe. Lakini tusipoteze kitu ambacho ninataka kuangalia. Noa alimshukuru Mungu na kumjengea madhabahu yake baada ya gharika, na kaangalia katika wanyama hawa, akaweza kutoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nataka upate mafundisho haya kwa sababu ya Noa kufanya jambo hili. Fundisho la kwanza ni kwamba shukrani iwe jambo la kwanza wala sio jambo la mwisho. Bwana asifiwe. Shukrani nilikawe jambo la kwanza katika maishani mwako. Unajua gharika imeisha tu, ndio wametoka tu katika the ship ama ile meli, alafu kitu cha kwanza Noa kufanya ni kujenga madhabahu ya kuweza kushukuru Bwana na hata kufanya sacrifice. Ukachukulie jambo hili, usilichukulie kwa urahisi, wacha likawe ni jambo la kwanza kufanya katika maisha yako. Shukrani ni muhimu. Unapofanya jambo lolote, jua kitu kinachofuata. Mungu anapokutumia, anapokufanyia jambo fulani, kitu kinachofuata immediately ni shukrani. Praise the Lord. Mtoto amemaliza shule miaka 4 university, amegraduate, the first thing you do is thanks. Praise the Lord. Praise Jesus. Wewe umeandikwa na umeanza kupata mshahara for the first time, you do thanksgiving. There are things tunapeana kipaumbele na tunasahau ya kwamba tunastahili kutoa shukrani. Bwana asifiwe. Ukaweke jambo la shukrani mbele yako kabla ya jambo lingine lolote. Tazama, hata shukrani inakuja kabla ya sadaka. Bwana asifiwe. So lazima ukalipe kipao mbele. Pili, jambo ambalo tutasoma kutoka kwa Noa ni kumshukuru Mungu, si kwa sababu kila kitu ni kamili, bali ni kwa sababu ameweza kutuvusha. Bwana asifiwe. Ameweza kutuvusha katika hali ya kuwa ameweza kutufanyia jambo fulani, tukaweza kumshukuru. Si ya kwamba kila kitu kitakuwa kamili jinsi ambavyo ulitaka. Haleluya. Labda mwanzo wa mwaka uliomba ya kwamba usiwe na maradhi, lakini ukajipata hospitali in one way or the other. Sasa jambo hilo haliwezi kukusudia wewe kuweza kutoa shukrani. In fact, unastahili kutoa shukrani kwa sababu umepata uponyaji. Bwana asifiwe. Haleluya. Praise the Lord. Leo nitawaruhusu kwa sababu ninafundisha wale ambao huwa mnapata
afueni kanisani ili mkaweze kulala. Leo nitawaruhusu mkaendelee kulala nikiendelea kufundisha. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Jambo la tatu, shukrani inafungua mwanzo mpya. Bwana asifiwe. Shukrani inakupa maisha, ni kama sasa kuanza upya na Mungu wako ukishaweza kumtolea shukrani. Kwa sababu tazama sasa Nuhu anaanza kisasi kipya baada ya kile kisasi kingine kuweza kuangamia, na anatoa shukrani hiyo ili ikaweze kumfungulia mwanzo mpya katika maisha yake. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tataka tukaweze kuangalia mtu wa pili ambaye aliweza kuangalia shukrani na kuipa kipaumbele, na mtu huyo wa pili alikuwa anaitwa Abrahamu, na tataka unisomea Mwanzo 12:7. Mwanzo 12:7. Mwenyezi Mungu akamtokea Abrahamu akamwambia, wazao wako nitawapa nchi hii. Abrahamu akamjengea madhabahu kwa ajili Mwenyezi Mungu aliyomtokea. Nataka ukaweze kuangalia jambo hili. Abrahamu amepewa ahadi ya kwamba atakuwa baba wa mataifa mengi na Mungu amemtokea. Lakini hata kabla ya jambo hili kutokea, na ukiwa unajua historia ya Abrahamu, ilikuja kutokea katika hali tata kabisa, lakini alipoambiwa hivyo aliweza kutoa shukrani hata kabla ya ahadi kutimia, na hata kabla kufikiria nitakuwa baba wa mataifa kinamna gani. Akaweza kushukuru kwa ahadi na akamjengea madhabahu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ninamaanisha aliweza kushukuru kabla hajapata Isaka. Aliweza kushukuru kabla hajapata watoto. Aliweza kushukuru kwa vile tu Mungu ameweza kumpa ahadi. Bwana asifiwe. Ahadi zote tunashukuru kuenda mbele za Bwana, na tunapoenda mbele za Bwana tukaweza kupeana shukrani kwa ahadi, kwa sababu ahadi hizo hoja zikakamilika. Bwana asifiwe. Haleluya. Anataka tukaweze kujua mambo haya mawili ama matatu kwa ajili ya hili jambo ambalo Abrahamu amefanya kwa kuweza kutoa shukrani kwa ahadi tu. Na jambo la kwanza ni hili. Ni kuwa shukrani ni kitendo cha imani. Jinsi ambavyo nilikwambia, Abrahamu ana imani ya kwamba ahadi aliyopewa itakuja na kutendeka. Sasa mtu ambaye uliye na imani, huwa kwako ni imetendeka, unaichukulia ya kwamba imetendeka. Praise the Lord. Wale ambao wanataka kuona hawajaoa, semeni imetendeka. Haleluya. Wale ambao hawajaoleka na wanataka kuoleka, semeni imetendeka. Wale ambao hawajapata kazi, semeni umepata. Wale ambao hallelujah, praise the Lord. I want you to understand one thing. Abrahamu alichukulia ni kama jambo hilo limepita na akashukuru. Nimeshukuru Bwana kwa kunifanya baba wa taifa ama wa mataifa. Praise the Lord. Lakini bado hata hachelewi, lakini ametoa shukrani. Ndiposa nikakwambia ya kwamba shukrani ni jambo ama ni kitendo cha imani. Haleluya. Bwana asifiwe. Shukrani hutia nguvu imani katika ahadi za Mungu. Second thing, shukrani huwa inatia nguvu
nguvu ya maajabu katika imani yako, ili jambo hili likaweze kuja na kutimia. Bwana asifiwe. Haleluya. Tatu, shukrani husababisha Mungu kutimiza alichokisema. Haleluya. Hata mtoto wako ukisema nitakununulia baiskeli mwezi wa 12, naseme asante dadi, na uchamununulia, itakufanya ile asante ama ile shukrani itakufanya uende juu chini, hata kama ni KCP mtaani, hata kama ni Fuliza, mpaka ukanunue, kwa sababu huja ukawa ulifanya ni kama kwamba unamwambia tu, lakini akasema ninashukuru mami, hiyo ndio baiskeli nilikuwa nangoja miaka zote, ama ninashukuru dadi kwa niahidi kuninunulia ile baiskeli. Hakika utatembea siku zote, lakini hilo jambo haliwezi kutoka katika akilini mwako. Lazima ukaweze ukatimize, ukafanya vyovyote vile, hata pamoja na kukopa, lakini uhakikishe ile baiskeli imenunuliwa. Hata sio ya kwamba kwa sababu ya mtoto, lakini kuna kitu kinakusumbua katika rohoni mwako. Unasema nilimwahidi na ni mtoto. Bwana asifiwe. Nilimwahidi na ni mtoto. Praise the Lord. Niliahidi mtoto. Sasa Mungu yuko namna hiyo. Anasema niliahidi mtoto wangu kazi, na akaweza kutoa shukurani kwa sababu ya hiyo kazi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kuna vitu zingine unavitolea shukurani hata kabla havijazaliwa, hata kabla havijaonekana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tazama Maria anapoambiwa ya kwamba utaweza kumzaa na utakayemzaa hata kwa mtoto wa kawaida, utamzaa utakayemuita Yesu. Maria akaenda akakutana na Elizabeth, na waliposalimiana ya kwamba salamu Maria, kuna kitu kilifanyika. Praise the Lord. Na kitu kilichofuata, alienda kuimba wimbo wa sifa kwa ajili ya jambo lile. Bwana asifiwe. Akawa ni mtu wa shukrani, na akasema mimi ni mbarikiwa. Hata kabla yule mtoto hajazaliwa, lakini anasema mimi ni mbarikiwa. Haleluya. Wacha niwaambie siku ya leo, kama wewe hauwezi kushika, kama kuna mchungaji mbarikiwa katika dunia hii kwa jumla, kuanzia sasa ni Bishop Benson Wavugo. Haleluya. Na ninashukuru Mungu kwa sababu mimi ni mhubiri mbarikiwa. Yaani tazama, Maria anaanza kusema mimi ni mke mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Na mtoto mwenyewe hauchamwona, hajui amebeba nini, lakini tazama, kwa sababu tu ile ishara, mtoto wake akaruka tumboni na akasema mimi ni mbarikiwa. Hachamwona, hachamzaa na hana bwana. Bwana asifiwe. Hajui kama Yosefu atakubali mtoto huyu, kitu cha kwanza. Hallelujah. Lakini there is a way Mungu anaweza kuarrange things so that he can change your life. Praise the Lord. Praise Jesus. So, shukrani ni muhimu kwa sababu huwa inakamilisha ama inatimiza kile ambacho Mungu alisema. Kwa hivyo hata kama bado haujaona majibu, shukuru Mungu kwa kile kitu ambacho ameweka katika maishani mwako, ama kile ambacho unaona anaweza kuweka katika maishani mwako. Bwana asifiwe. Hakika wakati ambapo tunapata watoto wetu, huwa hatuwazungumzii maneno ya kwamba anayezaliwa atakuwa mfalme. Bwana asifiwe. Atakuja na atakayezaliwa atakuwa mfalme.
Sasa wewe unapokuwa na mimba, mbona usiseme mtoto huyu ninayebeba huyu nikimzaa atakuwa kiongozi wa kimataifa, atakuwa kiongozi wa nchi. Wewe mwenyewe katika hali yako umejiona ni kama hauwezi ukazaa somebody important. Yaani unajua umejidunisha, praise the Lord. Lakini licha ya masimanga na watu na kusema Maria alikuwa akisema yeye ni mtakatifu, najua watu hawawezi wakaelewa ni vipi umepata mimba Maria anasema ya Roho Mtakatifu, lakini watu hawaelewi Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Hii Roho Mtakatifu iliyokupa mimba ni wapi? Ni urongo. Wewe tunakuona unatembea na Yosefu, na Yosefu anasema hii mimba hata si yake. Kwa hivyo hata unaweza kuwa wewe ni malaya wa kawaida na hii mimba uliipata wapi? Lakini yeye anaacha yale yote. Kuna vitu zingine unatakana kuziacha za dunia. Haleluya. Hakuna mwanadamu anayejua anaweza kuumba mtoto katika tumbo yako. There is it. Hata wale wanasema there is something they were saying HF what? Ile ya outside there is something they tried even here in Kenya lakini hawakufaulu, but sichaona yule mtoto wanasema they can prune this child au wacha tuseme wachupa katika lugha ya kawaida, they can prune this person outside bila kutumia tumbo ya mama na akakua. But remember, kitu kilinishangaza, hata wakitaka kufanya hivyo watatafuta mama, waende kwa tumbo ya mama, watafute ile yai, watafute ile mzee, wachukue ile kitu ile, wakucha waweke pamoja. Why can't this scientists manufacture their own? There is nothing a human being can do. We all rely on God, whatever we want to do. Praise the Lord. Hallelujah. So, lazima ukaweza ukafika mahali ukajua you are very important. Wewe ni mtu muhimu ambaye Mungu alikujua ukiwa tumboni mwa mama yako. Wakati mwingine tusikubali kujidunisha na tukabaki kama watu walio duni. Aliyekuumba na kujua na akasababisha muujiza. Licha ya wewe kuwa na bwana au usiwe na bwana, uwe na mke usiwe na mke, muwe kama familia, lakini Bwana atatenda jambo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. The Lord will do something in your life. Na najua mwalimu amekuwa akifundisha mambo mengi. Hallelujah. Praise the Lord. Mambo mengi sana, lakini let me tell you, kuna vile Mungu saa zingine huwa ana work out. Mara nyingi ukiangalia watoto, sisi wanaume, mama kututoa kwa baba ni rahisi. It is very easy. We can always, naweza kufuata mama, na hata kama ni kupigana na baba tukapigana na tukasema hauna umuhimu wowote. Lakini mtoto wa kisichana akisha komaa akafika umri wake wa kufikiria, baba hata ukiwa wapi atakutafuta akupate. Praise the Lord. Na yule mtoto wa kisichana akibarikiwa, baba huwa umebarikiwa. Amen. Lakini kijana, sisi tukibarikiwa tumebarikiwa, lakini tena tunakuja tunasema tukawie shamba, ama sasa tunapigana ama tunatoa mapanga tukawie shamba. Hata kama ulibarikiwa namna gani, unakosana na baba yako kwa ile shamba, hawezi kusema ni shamba yake. And that is the nature. Praise the Lord. But let me tell you, saa zingine Mungu huwa anasababisha jambo fulani. Saa zingine unadharau mke wako kiwango ya kwamba kuna vile
unamtreat, yani unamtreat like a second citizen. Sasa nafika mahali bwana, umri wako umeenda, watoto ni wake sasa, anaweza kufanya chochote na hakuna kitu unasema. Ule umri, ile nafasi yako huwa inafika, Mungu anakuacha na wanakungojea pale mbele. Praise the Lord. Praise Jesus. You know, these children wanaweza kuchukua mama yao wakaenda wakasema wewe wakutafutie mfanyikazi. You know, kutafutia mfanyikazi is not the same as the family. What you need this. I don't know why God paired this. In most cases huwa unapata mzee umri wa mzee unakuwa juu kuliko wa mke. Alafu there is a way wa mama wanakufa ndio, lakini si rahisi. Unaona mara nyingi wazee ndio tunatangulia. Lakini sitaki kuingia kwa mafundisho ya Jeffrey. Hallelujah. Praise the Lord, because wazee pia they are very very important. Mzee kazi yake na kuanga tu ni mdomo wake. Akibariki watoto hata ufanya nini wanabarikiwa. Praise the Lord. Na kilaani pia wanalaaniwa. Hiyo ndio mama hana. Mtashika not reverse. Hapo ndio mzee ananing'inia nayo. Praise the Lord. And that's why lazima akawe na respect. Praise Jesus. All the children are equal. Let them see that love between the parents when they are still growing up. Na hakika itakuwa nyumba ya baraka, because they see love throughout, na watu ambao wanapendana. Lakini hivi leo watoto wamekuwa wakubwa, lakini bado mnakimbizana, inakuwa ni shida sana. Nataka niende to the last point, na huyu ni Musa na Miriam. Utaweza kunisomea Kutoka? Tunapoenda Kutoka 15, acha nikakujulisha tu ya kwamba point ya kwanza ya Noa tulisema kuwa unaweza shukrani ikawa ni kitu ya kwanza. Ya pili tunaenda kwa Abrahamu na tumesema unaweza kutoa shukrani kwa ahadi tu hata kabla haija materialize, kabla haujapata hiyo ahadi. Lakini hii ya tatu sasa, Musa na Miriam, nataka kuangalia shukrani baada ya ushindi. Bwana asifiwe. Shukrani baada ya ushindi. Kutoka 15 tutasoma 1 hadi 2. Hapo Mose pamoja na Waisraeli wakamwimbia Mwenyezi Mungu wimbo huu: nitamwimbia Mwenyezi Mungu, kwani ameshinda kwa bahari, farasi na wapanda farasi wake wamewatoza baharini. Mstari wa 2, Mwenyezi Mungu unijalia nguvu na uwezo, yeye mwenyewe ndiye anayeniokoa. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu, ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Soma 20 hadi 21, the same place. Ya 15 soma 20 hadi 21. 20 hadi 21 inasema hivi: basi nabii Miriamu dada yake Aroni akachukua kikoma mkononi, na wanawake wengine wote wakamfuata wakiwa na vikoma vyao wakicheza. Miriam akawaongoza kwa kuimba: mwimbieni Mwenyezi Mungu, kwani ameshinda kwa fahari, farasi na wapanda farasi wake amewatoza baharini. Hapo ni baada ya kuvuka bahari ya Shamu, wakawa wanafurahia. Miriam pamoja na Musa, kuna mambo ambayo waliweza kufanya na wakawa wamefurahia kwa ajili wamepata ule ushindi. So Miriam akaongoza
Waisraeli kuimba wimbo wa shukrani ili akaweze kumshukuru Mungu. Hapa ni baada ya kupata ushindi, wanaweza kufurahia jambo hilo, na ninataka ukasome mambo haya machache kutoka katika jambo hilo, ya kwamba shukrani hutangaza ushindi kutoka kwa Mungu. Ukiwa na ushindi kutoka kwa Mungu, hautangazi kwa maombi, hautangazi kwa kitu kingine, unatangazwa kwa shukrani. Bwana asifiwe. Shukrani ndiyo imebeba uzito. Unatangaza ushindi kupitia shukrani. Bwana asifiwe. Haleluya. Shukrani baada ya ushindi huwa inathibitisha ushuhuda. Inakuja kama ushuhuda ili kujenga watu wengine, kujenga familia ya Kikristo. Lazima ikaonekane na ikawe ni kama ushuhuda. Ya tatu, shukrani hutumisha unyenyekevu. Inaonyesha jinsi ambavyo ulivyo na unyenyekevu. Bwana asifiwe. Wacha nikwambie kitu kimoja. Kuna watu ambao baada ya ushindi huwa hawawezi kukumbuka. Wanasema it was going to happen anyway, anyhow. Praise the Lord. Umeombewa ama umeomba ama umekuwa mbele za Bwana, kuna jambo fulani amefanya, lakini kwako linageuka linakuwa normal. You get married and you say, people get married anyway. At my age, I was about to get married. Hallelujah. At my age, I was spoiled for the choice. I don't know whom I would have chosen. So to you, it is a normal thing. Praise the Lord. It becomes so normal that you normalize what God is doing in your life. So you don't see God in your life. Therefore, you don't see the need for thanksgiving. I was following up an application. My son and other people are doing at KPA. They have 200 slots for training graduates. I was following up and they were telling me that portal of application closed. The reason for closing before 20th of December, because the application was to be open to 20th of December. The reason for closing is that 1 million people have already applied. So the portal cannot help. It cannot take more again. So out of 1 million, if God gives you that job, out of 1 million, and I say, after all, they took me because I have a degree, I had a first class, I'm capable. It's some things God manifests in these things. Then you need to thank God. It's not just normal. It's not just because you are so clever. There are people who are clever than you. They had the first class, but they are rotting outside there. Thank God for the little things that you have gotten. Praise the Lord. Praise Jesus. Kuna watu wengine hawakusoma, lakini they are doing jobs saying what graduates are looking for and they can't find. Praise the Lord. They're doing things, graduates are outside there, they are not getting it, but they can't find. But you will never find them thanking God, because to them, life is normal. Until you realize that we really need to thank God, you will not make progress. Praise the Lord. Praise Jesus. So we need to be thankful in the eyes of the Lord, so that the Lord can continue fighting for us, because that is a promise. He said He will fight for you. You will sit back as He fights for you. So He has been fighting for you to get that particular employment. Lakini siku hizi Mungu ameangalia kanda akisema, na hata kama nilisaidia huyu mtoto wangu, lakini ni mgumu kama hawezi kusaidia my ministry, hawezi kusaidia watumishi wangu, hawezi kusaidia mtu mwingine, hawezi, sometimes
those people we call miser. They are called misers. Ukimpata unafikiria hana kazi. Wana misers huwa wanachinyima mpaka wanachinyima wao wenyewe. Hallelujah. Tulikuwa na msemo mmoja when I was in secondary school who was supplying meat on secondary schools. Lakini siku zote nilimwona na kinyasa na ile sweta moja nilikuwa namuona nayo. Lakini kumbuka supply several secondary schools nyama, na unajua nyama mnakula mara ngapi wale mlikuwa boarding schools. Lakini mzee alichinyima hata akachinyima sabuni nzuri, akachinyima kuoga mikono hiyo. You know what happened? At last aliingiliwa na kakatwa mapanga na akakufa. Na people who wanted money. Lakini alikufa katika hali tata. Huwa nasema if you can put on that nice dress, that suit. Hallelujah. Chukua self, just post. It is your time. You have it. God. But no, look for a way of thanking God. Praise the Lord. Don't be a miser in your life. It will not add value. That money will not help you. Utaweza kuwa nazo na hauna furaha. You know, happiness. Money minus happiness makes nothing. People think that when you have money, you are happy. There are people with money. They have never been happy. Praise Jesus. Praise the Lord. No, I was thinking of, you have a parent who is now over 90. You can't just go before the Lord and say, God, today I'm giving thanks because of my mother who is over 90, my father that is over 90. And some of us lost our fathers before they hit 80. But you have a father. Jephthah lost his father before he knew how to. When you were in Form 4? When he lost his father. The Lord has done so many things that we can come before Him and say, Father, thank you for what you have done. Praise Jesus. Hallelujah. We need to learn to thank God. You know, I want to finish by telling you this. You don't need a day like this to thank God. You can organize a day for your family, yourself and your family, and come and say, Pastor, I want a day that I can come and say thank you to the Lord together with my family. Family means you, your spouse, your child, your mother, and all that. If you are alone, you can stand for the rest. Because you are never alone in this one. Praise the Lord. If you don't have a family, you have the church as your family. You can always come as an individual. Praise the Lord. How many from January, they just came to say they want to thank God, and they came to this pulpit and thank God for their families? How many? Just cut up your hand where you are, and the Lord will bless you. Ulikuja tu na familia kwa madhabahu ukasema I want to give thanks to. Of course, I know there is only one gentleman who is in UK now. Evans came with a family. Everybody else who came with a family. You never think about Thanksgiving because you think that family is a normality. You just have the family and therefore it is there. Then uliamuka tu kapata hiyo familia and you don't care. Make a point. I'm teaching today. Make a point ya kucha na watoto wako, ukucha kwa madhabahu, ukashukuru Mungu kwa sababu ya watoto wako. Praise Jesus. And we are teaching you this because time will come when the things we are doing together may not even be there. But when you are taught and you have accepted the teachings, you can organize on your own. Praise the Lord. So try to be organizing your own in your own way and how you want to celebrate it, so that we can come and celebrate together.
Your children pass very well, they go to good secondary schools, and I don't see anybody coming here to say, Pastor. I only see them coming to say, Pastor, you have forgotten watoto wanafanya mitihani. Hallelujah. Wakipita, nobody comes back and anasema, mchungaji, ninataka kufanya shukrani, mtoto wangu ameenda secondary school. Mtoto wangu amepita ameenda university. Mtoto wangu amemaliza university. You don't see them come back. Lakini wakati ambao anafanya mtihani msana si anatatamana anasema, Pastor, pray. Pastor, leo usisahau. And that is the only time huwa mnakumbuka maombi. Pastor leo alisahau kuombea watoto na unajua wanaanza mtihani Monday. Hallelujah. Ukishaomba wakienda, we don't see you come back. Wana watoto wanadisappear wapi? You no longer remember. You don't remember. Praise Jesus. Simameni tu mahali ulipo.